Mtazamaji wa Kijembe House, karibu kwenye makala yetu ya leo. Na hii leo basi tutaendeleza ile mada yetu ambayo tulifanya kama majuma mawili yaliyopita, na ilikuwa ni kuzungumzia kuhusiana na ndoa za mke wa ama zaidi ya mke mmoja. Nazungumzia kuhusu polygamous marriages. Na kwa kweli swala hili liliweza kupatwa na changamoto nyingi sana. Wewe mtazamaji uliweza kuitazama na ukatoa maoni yako. Wengi wakisema haiwezekani, wengine wanasema yawezekana. Lakini bila shaka kwenye jamii jambo lolote likifanyika huwa kuna mmoja ambaye yeye amekuwa successful kwenye jambo lile. Leo katika Kijembe House tunaye mgeni ambaye mgeni huyu wengi wanamtambua, washamuona kwenye mitandao ya kijamii akiwa na wake zake, wanafurahi licha ya kwamba kuna wengine zao hazikufaulu lakini yake imefaulu. Kwa hivyo kabla kupoteza muda, kwanza niweze kuwatambulisha kwenu mgeni wetu na pia tuweze kumtambua mwenzangu ambaye tuko naye kwenye Kijembe House. Karibu mgeni. Asante. Majina yangu ni Bujra Mohamed, na ni kweli mimi nipo kwenye ndoa ya mke zaidi ya mmoja, na namshukuru Mwenyezi Mungu, iko na furaha nyingi tele, alhamdulillah. Karibu. Na mtazamaji, ni mimi wako wa kila siku Mwanamanga Babu, na hiki ndo Kijembe. Karibu. Aya, mtazamaji ushajionea CEO Jimbo Media. Leo tuko naye, furaha yetu kuwa nawe leo. Bila shaka Bujra, mimi huwa nakuona kwenye mitandao na mara nyingi namwambia Mwanamanga, kijana mdogo wake wawili. Mimi leo nataka nikupe jina, chairman wa polygamous marriages, ndoa za mke zaidi ya mmoja. Ndiyo. Hebu kwa mtazamo wetu na mtazamo wa mtazamaji wetu ambaye anatutazama, kwako polygamous marriage ni nini? Polygamous marriage kwangu ni kama tunu ambayo Mungu aliweza kutupatia sisi kama binadamu, kwa sababu tunu hii sio ya mwanamume peke yake, ni tunu pia kwa mwanamke. Ni vile tu watu wanashindwa kuelewa, lakini tunu hii ni kwa ajili ya wanandoa wote, kwa mume na kwa mke. Kwa hiyo mimi polygamous marriage naipatia heshima kubwa sana, na najua ndio asili yetu, kwa sababu mambo ya kuwa na mke mmoja labda yameanza hivi majuzi baada ya civilization naweza sema, ama baada ya ukoloni kuja na watu kusoma elimu ya kisecular, ndio unaona masuala ya polygamous marriage yamepungua. Lakini kuanzia asli mababu zetu ilikuwa ni mke zaidi ya mmoja, na pia kwenye Uislamu lipo hilo. Lakini sasa hivi ndoa ya mke zaidi ya mmoja ina mitihani mingi, ina vita, ina mambo chungu nzima ambayo labda katika kuniuliza tutaweza kuelekeza baadhi ya mambo. So to me, polygamous marriage ni tunu ambayo tumepewa sote wanandoa. Asante kwa ufafanuzi huo, na labda kwa swali langu la pili, wengi wanaoa ama wanaume wengi wanapoamua kuingia kwenye ndoa zaidi ya mke mmoja huwa wana sababu kadhaa. Kwanza, kuna wale ambao wanaingia kwa sababu wanataka kupeana stara kwa mke mama, kwa wale wanawake ambao hawana waume. Kitu cha pili, wanaingia kama suluhu. Labda mmoja na tatizo, mke wako unaona kuna matatizo kadhaa ambayo unahisi hii imekuwa changamoto kwenye ndoa yenu, kwa hivyo mkiwa mke wa pili labda nitakuwa nimepata suluhu. Tatu, ambayo ndio wengi sasa kwenye jamii yetu, ile punishment. Namwelea huyu mke wa kwanza mke wa pili ili anyooke. Bujra, yako punishment, yako stara, yako ni suluhu. Kwa nini ndoa ya pili? Mimi cha ajabu sana kiupande wangu, nimetamani kuwa na mke zaidi ya mmoja hata kabla sijajaliwa kuoa hata mke wa kwanza. Kwa hiyo mimi tokea niko kijana na inukia nimebaligh na najua hisia za kumpenda mwanamke, nikaeka tu hiyo azma, nikasema mimi nikiwa na uwezo nitaoa mke zaidi ya mmoja. Na ikawa ni maneno nawaambia mpaka pale nyumbani wazazi wangu, hata kabla sijaoa mke wa kwanza. Kwa hiyo wazazi wangu ili wanalijua hata nikiwa kijana mdogo kabisa, ni baligh, ndo naanza baligh sasa. Hapo nikawaambia mimi nikiwa ni mtu mzima, nikiwa nina uwezo nitaoa mke zaidi ya mmoja. Kwa hiyo sababu hizo unazozipeana kwamba wengine wanaoa kwa sababu labda kumpanishi mke, mwingine anaoa kwa sababu
kusuluhisha jambo, labda mke ana matatizo ya uzazi, kwa hiyo na yeye ataka mtoto, anaona afadhali ongeze mke mwingine, wengine wanaoa kwa sababu ya stara. Hizi zote ni sababu na zinajuzu, yani they are acceptable. Unaruhusiwa kuoa mke mwingine kama mke wako wa kwanza labda, ama mke wako ambaye umetangulia naye ki maadili ama kivile unavyomuelekeza hafuati, ama unaona ameenda kombo na vile unavyotaka wewe, na kila ukimuelekeza yeye ana 50 zake. Labda umwambia mke wangu, mimi furaha yangu weekend niko nyumbani, kwa hiyo mke wangu mimi nakuomba hizi weekdays niko kazini, huu muda wangu ni hii weekend peke yake. Lakini mke yeye weekend ndo ana ratiba zake za maharusi, ana ratiba zake za vyama, kwa hiyo unakosa ule muda wa wewe na mke wako. Na ukijaribu kumuelezea nini, anakuambia mimi hizi ni shughuli ambazo na mimi zanipatia labda ni MC kwa maharusi, labda ni kungwi, kwa hiyo pale nyumbani ataondoka ile weekend nzima. So ili wewe usipate dhambi la kwenda kuzini, afadhali uoe mke mwingine. So inaruhusika vyote, lakini inategemea sasa ili jambo unaliendea vipi. Kuna wengine wanapitiliza, ndio nampanish kwa sababu amenikosea kitu fulani, lakini je, huyu anayekuja naye akijua kwamba yule mimi nimeolewa kwa sababu yule yapanishiwa, atakuwaje? So hiyo punishment acha ibaki kwako wewe, kwamba mimi nampanish huyu ili atambue hili jambo hili. Lakini kuna watu wanazitumia vibaya hizo fursa, na ndio maana unapata sasa hivi ukewenza watu wanauchukia kwa kiasi kikubwa, haswa dada zetu. Na ni kweli kulingana na picture wanayoiona kwenye baadhi ya ndoa. Naam. Kwa hivyo wewe katika hizo sababu 3 nilizokutajia hakuna hata moja mwenyewe tu nafsi yako ilikuwa ushaeka, mimi nikifika umri wa kwamba nataka kuoa, hisia zangu lazima nimilikiwe na warembo wawili huku yani raha huku raha kule. Tena si wawili, Allah akizidishia uwezo hata 4 nitafika. Jamani, mashaallah. Wataka 4? 4 inshallah. Kuna wimbo mmoja wa taarabu Mwanamanga, sijui kama ujua, unaimba itakuwaje kutupenda wawili na wewe wajua una moyo mmoja. Sasa Bujra, moyo ni huo mmoja. Ndio. Hivi hawa mapenzi yako yanakuwaje sawa kwa hawa wote? Uone kama labda kuna wakati mmoja kuna mmoja yani unaona unampendelea sana kuliko mwingine? Hebu tupe siri mwenzetu, manake mimi sijawahi sikia hiyo ya kwamba ati utaoa wanawake 4 na wote uwapende vile unavyopenda kama mmoja yani. Na muujiza mkubwa wa Mwenyezi Mungu ama wa kitabu chetu cha Qur'an kimesema huwezi ukawapenda sawa wanawake, Kuna mmoja utamzidi. yaani imesema hivyo tu kwamba huwezi ukawapenda kwa usawa, kwa sababu moyo unapenda pale unapofanyiwa mazuri. Katika wake zangu lazima kutakuwa na mmoja ambaye yeye ana kitu cha ziada. Kweli. Kuna mambo ya ziada ambayo unayaona kwake, lakini Mwenyezi Mungu amesisitiza hii ibaki kuwa siri yako wewe, Wasijue wale wasijue kwamba mwenzangu ndo apendwa zaidi au mwenzangu hapendwi, mimi ndo napendwa zaidi. So hapo ndio wanaume watu na feli, kwa kuhakikisha kwamba mimi hata kama nampenda sana Mwanamanga lazima nisimuonyeshe 3 kwamba mimi nampenda sana huyu. So hilo nashukuru mimi ni jambo, kitu kimoja ambacho ni cha msingi sana. Hii mic hapa huwa ukinunua iko kwenye boksi lake, na lile boksi lina ile manual ya kukuelezea unafaa uitumie vipi. Kamera ile pale ukinunua ina kile kijitabu chake kinaelezea namna gani ya kuitumia. Yes. Ndoa ya ukewenza ya mke zaidi ya mmoja ina manual yake, lazima uisome kabla hujaingia. Manual iko wapi mwenzetu? Yapatikana wapi? Naomba uwachanue hao wanaume wengine, maana na hii sio manual iko mahali ambako wapajua wewe peke yako. Wengine wote hawapajui. Wengine bado sana. Manual iko, lakini vile watu hawataki kusoma. Na sio hiyo ndoa hiyo, hata ndoa ya mke mmoja. Lazima uwe na manual ya kujua mimi mke naishi naye vipi, mke yuko hivi, yuko hivi, yuko hivi, yuko hivi. So kujua jambo kabla hujaliendea ni jambo la msingi sana. Mimi kabla ya kuwa mke wangu wa kwanza
nilitumia kama miaka miwili kusoma ndoa ni nini. 2 years, sio kwa kungu, sio kwa nani, napitia vitu, yani mashekhe mbalimbali wanaongelea masuala ya ndoa, vitabu vinavyozungumzia masuala ya ndoa, ikawa napitia kimoja baada ya chingine mpaka nikajiridhisha kwamba sasa hivi naweza nikaishi na mke. Na nilivyotaka kuongeza mke wa pili, bado nilitumia procedure hiyo hiyo. Hapo kwa procedure, nataka kuoa mke wa pili, je, niingie tu hivi hivi? No, wacha nisome, nijue zile haki za mke wa kwanza na mke wa pili na haki zangu, nisije nikavunja nikapita mipaka ya Mwenyezi Mungu. Hapo kwa procedure Bujra, unatangulia kusema tangu ukiwa barobaro rijali hujaoa ulikuwa na azma ya kutaka kuwa na mke zaidi ya mmoja, wakiwemo 4 kama alivyotajwa kitabuni. Je, huyu mke wa kwanza kabla hujapata huyu wa pili, hizi taarifa za kuwa wewe utaongeza mwingine alikuwa nazo? Hilo ni swali langu la kwanza. Swali la pili, ulitumia mbinu gani? Je, kuna hizi kasumba ya kwamba mume wangu kama yuenda kuoa na mfungia ndani ile time ya nikaa imkose, au kutakuwa na vurugu? Ulimtayarishaje? Alikusherehekea? Kulikuwa na makasiriko? Ilikuwaje? Hili la kwanza, umeniuliza kama yeye alikuwa na ufahamu wa kama ule uliokuwa nao familia, kwamba ukiwa rijali ulipendezewa kuwa na wake 4. Je, naye pia ulimtayarisha nalo ufahamu ule alikuwa nao? Mimi kitu ambacho nilifanya, kwanza nilijiwekea malengo ya kwamba mke nitakayemuoa basi kuna vigezo niawe navyo, kwa sababu mbeleni nitataka kuongeza mke. Kama hana vigezo hivyo, huyu atanisumbua. Okay. Kwa hiyo mimi mke wa kwanza nilimuoa nikijua kwamba huyu nikija nikiongeza mke ana uwezo wa kuvumilia lile jambo, ni zito lakini atalivumilia. So mimi mke wangu wa kwanza kuna vitu ambavyo niliangalia. Kitu cha kwanza niliangalia dini, awe yuko na dini, na si dini tu kwamba yaitwa Khadija, yaitwa Fatuma kwa hiyo Muislamu. No, dini ameisoma na yaijua vizuri, ili nikija nikioa nikimwambia aya fulani asema hivi na hivi, tayari ashanielewa. Kando na dini, awe ana imani, kwa sababu waweza kuwa umeisoma dini lakini haiko kifuani. Kweli kuna watu wamehifadhi mashafu nzima lakini wafanya vitu vya kipuuzi. Kwa hiyo awe dini ameisoma. Jambo la pili, awe ana imani ya dini. Jambo la tatu, tabia, awe na tabia njema. Kwa hiyo mimi mke wangu wa kwanza nilihakikisha kuna hivi vitu, na mimi mke wangu wa kwanza huwa siogopi kuisema hivi. Mimi mke wangu wa kwanza nilimwambia baba yangu, baba, nitafutie mke mwenye sifa hizi. Mashaallah. Kwa sababu katika kusoma kwangu ndoa, mimi ninakwambia nasoma sana, nafuatilia, yani kuna manual hii yote ni manual ya. So manual moja ilikuja ikanambia mke ambaye umechaguliwa na mzazi wako ni mke bora sana. So mimi nikaamua hii baraka wacha nimpe babangu. Babangu, nimekuja kwako, naomba unitafutie mke. Awe na sifa ngapi? Sifa 4. Nikamtajia zile sifa zangu ninazozitaka. Kaambia katafute. Na alhamdulillah, yani katika maisha yangu sijawahi jutia mimi kuchaguliwa mke. Mashaallah. Yani sasa hivi watu wanakuambia generation sasa hivi wachaguliwa mke sijui nini. Mimi in this generation naishi na mke wangu, nimechaguliwa na babangu. Sema tu sifa nilimpatia mimi mwenyewe. Nataka mke mwenye sifa kadha. Na alhamdulillah sifa zote 4 ambazo kuna zihitaji alikuwa nazo. Kwa hiyo nilimtayarisha kuanzia kuchagua. Nikajua haya machaguo, hizi sifa kiwa nazo, mbeleni nikitaka kuoa mke mwingine hatakusumbua. Jambo la pili, siku ya kwanza mimi kuonana na mchumba wangu sasa. Kwa sababu mimi nilimuona baada ya kwamba nishapeleka posa. Nilipeleka posa ndo baadaye akaja nyumbani kunisalimia, ndo mara ya kwanza tuonana. Simjui kwao, simjui baba yake, simjui kaka yake, sijui lolote, yani hatufahamiani kabisa. Naam. Kwa hiyo siku ya kwanza tulipoonana, mimi nikamwambia, mimi mwenzako nimepeleka posa kule kwenu, lakini
kabla haya mambo hatujafunga ndoa, naomba nikwambie jambo moja. Mbeleni mimi Mungu akinipa uwezo nitaongeza mke mwingine. Kama hili jambo uko sawa nalo, tuendelee na taratibu za ndoa. Kama haupo sawa nalo, basi tuachie hapa. Sitaki iwe matatizo mbeleni akanaambia mimi nitakuwa sawa na hilo jambo kwa sababu mimi nimesoma dini, najua. Manual hiyo mtangazaji. Shaona, mimi najua. Na hiyo siku ya kwenda kuoa mimi ndio nitakufunga kilemba uende ukaoe. Kwa hiyo mimi sina tatizo na swala la ukerezo. Hiyo mbegu hiyo itabidi baadaye tuiweke kando, tuje tufanye cross breeding. Maanake haina wengi. Tuendelee. Kwa hiyo katika kumtayarisha, yani katika mimi mwenyewe kujitayarisha kuingia kwenye swala la ndoa zaidi ya mke mmoja, nilichagua mke mwenye sifa ambazo najua nikija nikiongeza mke ana uwezo wa kuvumilia. Jambo la pili, nilimtaarifu hata kabla hatujafunga ndoa. Nikamwambia mimi nikikuoa wewe, Mungu akinipa uwezo nitaoa na mwingine. Sasa na swali ambalo nataka kuja hapo katikati Unaona saa hizi mwanamume, najua kabla wewe uoe second wife, ulimjua yule mlijuana na yule mke wa pili, mkapitia ile process ya courtship, ama pia yeye ulienda tu kapeleka pesa kwa mtu ambao humjui, lazima mlijuana. Pale nyumbani ulikuwa na behave vipi? Kwa sababu Bujra, tushasikia wanaume ambao wana wanawake, ataenda kushiba huko, akija yule mkewe kile chakula pia kitaki kina chumvi. Mimi nakuona siku hizi chakula changu kina chumvi sana, kwa sababu tu amepata mke mpya. Wewe wakati wa courtship na huyu mke wako wa pili, ulikuwa na behave vipi hapa nyumbani? Kwa sababu naona hiyo miongoni mwa ile manual ambao wanaume wa sasa wanahitaji. Mimi baada ya ndoa tu ya mke wa kwanza, nikajua mimi lengo langu ama mbeleni nitakuja niongeze. Hata kama Mungu hatonipa uwezo wa kuongeza, lakini I have to prepare my wife psychologically. Kama nitaoa sitooa, lakini lazima nifanye nini? Nimtayarishe. Hilo ni jambo la msingi sana. Unajua wanaume tunafeli sehemu moja. Unapoongea na mke wako unamwambia mke wangu mimi ni wewe tu, hakuna mwingine zaidi yako. Mimi sitowahi kuja kuongeza mke mwingine. Mimi ni wewe tu. Alafu mbeleni unakuja unaoa. Yule mke umemjengea mapenzi, umemwaminisha kwamba ni yeye peke yake. Alafu ghafla unakuja unaoa. Hicho kitu lazima kitakuwa na msukosuko. So mimi kitu nilichokifanya baada ya ndoa tu pale pale kwenye fungate, mimi nikamwambia mke wangu hizi raha tu zile, lakini mke wangu mimi mada yangu ni ile ile, mke mmoja hatoshi, nitaongeza mwingine. Honeymoon huko. Honeymoon. Asante. Yani mwaka mzima mimi tokea ni muoe mke wangu, hakuna siku niliacha kutamka hili neno kwenye kinywa changu. Mungu amweke mkeo Bujra. Amin. Namtayarisha, naambia mke wangu mimi sijui nitaoa nani, sijui wapi, sijui nini, lakini ilikuwa namtayarisha mpaka akaja akalizoea. Basi si ukaoe, umezidi ndipo kaoe. Acha niulize Bujra. Sasa hiyo ukimwambia mke wangu mko honeymoon hapo, unajua tena honeymoon period ni jambo mambo ya raha. Unamwambia mke wangu wajua mimi nitakuja kuoa, nataka kusikia response yake, nataka uitamke. Ananyamaza, manake unajua kunyamaza pia jibu la mwanamke. Ananyamaza ama anakuongelesha sawa mme wangu nakupenda oa? Jibu lake Naam. Alikuwa akinijibu kwamba huo wimbo sasa umezidi, kaoe. Naam. Kwa hiyo ndio ilikuwa jibu lake. Na hii simaanishi kwamba mke wa kwanza ana wivu sana. Na ingekuwa kuna nafasi ya yeye kubaki peke yake, basi hiyo option angebaki nayo. Yani tusielewe kwamba eti labda ana wivu, kwa sababu dini yetu imetutaka ule mlango wa peponi ule. Umeambiwa haingii peponi mtu asokwa na nini? Na wivu. Na wivu ya. Yani wewe ukijijua wewe ni Muislamu lakini huna wivu na mke wako ama na mume wako, basi peponi huingii. Hiyo ni hadithi sahihi kabisa. Kwa hivyo wanawake 100% ule mlango wa pepo bali mambo kidogo tu mwende peponi. Kuna vigezo yani, lakini nataka kusema kama tutageji hiyo, na najua mashehe mnaangalia, najua wale watu ambao wamesoma dini wameangalia, lakini Bujra shatuambia na nafikiri wengine tushasoma vitabu vya dini kwamba lazima uwe na wivu.
wivu ni lazima, hata wake wa Mtume. Kama kuna watu waliokuwa daraja ya juu kabisa ni mama zetu ambao ni wake za Mtume. Naam. Na wao pia walikuwa na nini? Na wivu. Mke wangu wa kwanza ni nani asiwe na wivu? Kwa hiyo sio kwamba hili jambo alikuwa yeye halimuudhi, la muudhi, lakini kile kipengele cha kwanza nilisema nilichagua mke kwa sababu awe na dini na tabia. Naam. Bimaana pale ule wivu wake yaweza akaucontrol akikumbuka hii ni aya ya Mwenyezi Mungu. Basi. Haya, ushamtaarifu, ushamweleza kwamba, na akakwambia pia kilemba atafunga. Mke huyu mshakubaliana naye. Je, huyu mke naye ambaye anakuja kwenye ndoa akijua kwamba kuna mkewe, kuna chochote ulimwambia, ulimtayarisha vipi? Hiyo ni nukta muhimu sana ambayo wanaume wengi pia wanahitaji wapitie hiyo manual. Huyu mke wa pili, yale utakayoongea naye ama vile utakavomleta kwa huyu mwingine ndivyo ambavyo unaweza ukasababisha moto mkubwa ama ukasababisha amani ambayo wewe utafurahia. Kwa sababu ndoa ya ukewenza ni ndoa ambayo yatakana wewe mwanamume wewe una furaha. Lakini kuna wanaume sahihi wanaenda mbio, hawana nuru tena baada ya kuongeza mke wa pili. Kwa sababu huku ni moto, huku ni moto. Wamechachuka. So mimi nilimtayarisha wa pili pia. Nikamwambia nakuoa, lakini sio kwamba yule ale pale nyumbani ana mambo ambayo amepungukiwa Ama hafai. Naweza sema yule yuko perfect zaidi kuliko chochote kile, lakini nimeoa tu kwa sababu dini imeniruhusu. Sijakuoa wewe kwa sababu eti kule sijui sipati hiki, sipati hiki. Kila kitu nakipata. Kwa hiyo akawa na hiyo akili kwamba mimi naolewa, lakini mwenyewe na mke wake mambo yako barabara kabisa. So kumtayarisha mke wa pili ni jambo la msingi sana. Na hapo wanaume wengi wanafeli kwa sababu unamjaza maneno uli kwamba mimi yule sijaja nifanyia hivi, sijui nini, ndio maana nakuwa wewe nini. Hii inajenga vitu ambavyo baadaye wanawake wanakuja wanachukiana. Ukiona wanawake wanachukiana, basi jua mwanamume yuko hapo katikati. Naam. Yes. Na hayo, mtazamaji wetu, hayo ni mambo ambayo yanatokea sana. Unapata mwanamke ama mwanamume anataka kuongeza mke, lakini anaenda mwambia, mimi kule mke wangu hata hajui kupika. Mimi naona wewe mjuzi sana. Wala yule mke wangu hajui kupaka makeup. Wewe ndio unajua sana. Sasa yule mke anaolewa akijua kwamba mimi nimeolewa ili nikapendeze, kwa sababu yule haangaliliki, haonesheki kwa marafiki na vitu kadhaa. Kwa hivyo nafikiri kutoka kwa Bujra kuna kitu ambacho mtazamaji wetu umejifunza. Sasa kaka yetu Bujra, ushatueleza mke umemtayarisha na yule mke wa pili umemtayarisha. Tuje kwenye hii siku ya nikaha sasa. Siku ya nikaha. Wamkia wapi? Wamkia kwa baba, wamkia kwa mke mdogo, wamkia msikitini? Haikuwa rahisi. Naam. Haikuwa rahisi. Na kama mimi niwaambie kitu kimoja, ukiona mwanamume ambaye yuajielewa, sizungumzie wale wengi, ambaye yuajielewa, ambaye ana mapenzi na mke wake wa kwanza, alafu akaoa mke mwingine, mazewe mwanamume yastahili heshima kubwa sana. Si uongo. Mimi haikuwa rahisi kabisa, kwa sababu mke wangu wa kwanza nampenda. Sio kwamba naoa kwa sababu tuna matatizo, hatuna tatizo lolote. Nampenda, namjali kila kitu. Lakini hili jambo ilifikia wakati akawa halitaki. Na ni ule wivu ambao nimeongelea. Ni sunna, wivu ni lazima. Kwa mke wangu mkubwa alikuja akanambia, subiri kwanza, kuna vitu hatuja vifanya, tujenge nyumba, tununue kiwanja, biashara nini, ndipo uje uoe. Nikamwambia mke wangu, hata hivyo vitu vyote nikija nikivifanya, bado nikikwambia nataka kuoa, itakuwa nini? Itakuuma vile vile. Iwe ni mwaka wa kwanza baada ya ndoa itauma, iwe ni miaka 20 baada ya ndoa yetu itafanya nini? Itauma. Hakuna kipindi ambacho mimi nitaoa alafu utakuwa uko sawa. So nilivyosoma zile karakta zake, sasa wakati lile jambo sasa laelekea, nikajua hapa pana mtihani mzito. So ile siku ya kuoa, ile wiki ilipofika, nikamwambia mimi mke wangu hii wiki nitaoa. Akaniangalia, akaondoka zake kwa sitting room, akaingia zake bedroom. So
Mimi nikamwachia hapo. Mimi siongei sana, yani najua hili jambo litamuumiza. So hata niliongea tu mara moja liishi. So tukakaa, that was Saturday, ka Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday. Nikamwambia mimi ilikuwa Thursday, nikamwambia mimi nina kazi. Na hii kazi naenda kulala huko. Kwa hiyo mke wangu mimi nitarudi Jumamosi. Ndoa ilikuwa ni Ijumaa. Ukawa mwenyewe ushapanga hii Friday ndio itakuwa honeymoon, Sunday ndio nitarudi niendelee na maisha. Hapana cheza, So hiyo Alhamisi nikashinda nyumbani mpaka kama saa 9. Already nilikuwa nishachukua nyumba nyingine ambayo mke wa pili ataenda huko. So ile saa 9 ilipofika mimi nikaenda kule. Ikabidi muandikie ujumbe, mke wangu mimi nimeondoka, sijaenda kwa kazi wala nini. Niko mahali na mimi kesho ndo lile jambo akakwambia naenda kuoa. Alinipigia simu, alilia for almost 2 hours. Minutes zikiisha na neno zingine, nikamwacha akalia, akaongea kila kitu. Ndio nakwambia this moment, yani wewe kama sio mwanamume kisasa waweza sema jamani huko mimi sije au mambo malizeni. Basi kwa sababu mke wangu nampenda, sio kwamba eti naoa kwa sababu simpendi. Na ndio maana ukamwandikia ujumbe. Nikamwandikia mke wangu mimi naoa tu kwa sababu ni ruhusa, alafu na matamanio. Kupunguza hizi hisia ndio nsiyanyanye huku na huku. Wacha niwe na wake wawili ambao wanipatia stress, huyu atakaunga, atakaunga, huyu atakanguo, atakanguo, huyu ataka hivi, ataka rent. At least hichi kichwa changu kitatulia. Kitakoma. So nikamwacha akalia, kanaambia mimi kesho naja huko na hiyo ndoa haitofungika, naja vuruga kila kitu. So it wasn't easy. Hakulipokea kwa urahisi. Na baada hapo hakula almost 3 days. Unaona? So ni jambo ambalo that very day alikuja ukweli ama alikupigia kukujulia? Hakuja. Ilibidi ni involve wazazi, kaambia hebu nendeni mkamtulize. So ilikuwa mtihani mzito, lakini baada ya kuoa ile Ijumaa nikalala kwa mke mdogo. Tena sasa mitihani Bujra yajulikana. Kwa hiyo pale kwenye ndoa picha zikapigwa, zikasambazwa, zikatrendi, akapatana nazo. Kwa hiyo haikuwa rahisi. So Jumamosi ilivyoamka baada ya usiku wa ndoa, akamwambia mke mdogo, akaniambia no, hapa kuna chahani. Huyu mwenzangu situation yake haiko sawa. Mke mdogo akaniambia wewe, mimi nimesacrifice uko hapa siku 7, lakini nenda zako kwa mke mkubwa ukamjulie hali, umwangalie kila kitu. Majo alifanya kazi. Mke wa siku hizi mdogo ati amempata jana leo. Amwambia hutoki hapa. Ndio yuazidisha mbinu zote alizoambiwa na kungwi asitoke. Yes, Bujra, tuendelee. Basi nimshukuru sana mke wangu mdogo, aliniambia mimi na kile ambacho mwenzangu yakifeel na mimi kama mwanamke na kifeel. So please nenda ukamwangalie mpaka akiwa sawa ndio utarudi. So huo siku wa Jumamosi ilipofika nikaenda nikampata dhoful hal, ni mnyonge kabisa, ni hajakula, yani ni kulia tu. So nikabeba yale nikaomba dua, Mwenyezi Mungu naomba umsaidie mke wangu, ni mtihani mzito na yeye peke yake hauwezi na mimi peke yangu siwezi. Bila msaada wako Mwenyezi Mungu hapa nitashindwa. Naomba Mwenyezi Mungu ufanye nini? Umrahisishie hili jambo. Na alhamdulillah nilienda pale tukaongea vizuri pole mpaka mambo yakawa sawa. Akakubali matokeo. Na baada ya kuoa, usiku wa kwanza ulimaliza usiku wako wa ndoa ukaenda kwa mke mkubwa. Uliwakutanishaje hawa wake wawili? Ilikuwa as much as imetrend lakini hawaja kutana. So ule mkutano wao wa siku wa kwanza ilikuwaje? Maandalizi yalikuwaje? Kuna manual yake hapo. Mtazamaji, manual nyingi ya vitu kwa link. Tunataka link ya mke aliye kwenye ndoa na link ya chipukizi ambaye anataka kuingia kwenye ile ndoa. Manual nyingi. Kitu nilichokifanya ilikuwa sometimes naweza nunua zawadi. Kitu kizuri nampelekea mke mkubwa. Naambia
hii mwenzako hakutunuku. Mashallah. Na hajafanya hivyo, lakini ni ile Wajenga nataka mapenzi. kujenga mapenzi. Mke mkubwa naye nachukua kitu nampelekea mke mdogo, naambia hiki kinatoka huko. Ama katika story namwambia basi mke mdogo ankusifu, anasema sijui nini vitu kama hivyo. Huku nako naenda nasema hivyo hivyo. So ikawa kila mtu ameondoa ile hofu kwamba huyu mke mwenzangu ameolewa ili apambane na mimi. Ile hofu nikaiondoa, kila mtu akawa na ile we good. Lakini hawaonani. So ikafikia mahali sasa simu, labda napiga simu, yaweza shika kasalimia, ilifikia hapo. Lakini sasa kukutana kwao mimi sikuwakutanisha, na ilifikia mahali licha kwamba kuna haya yote, lakini ilikuwa bado kuna zile element ambazo wajua hata wakikutana hawa utakuwa na zahma Kitawaka. Licha kwamba nimejenga hivyo, hiyo misingi yote nimeiweka, lakini kulikuwa na hiyo hali ambayo unaiona kwamba hao wakikutana, tena mwingine akwambia huyo mtu wako asikanyage. Kwa mtu wako sasa. Huyo mtu wako asikanyage. Vitu ambavyo vilichangia hivyo ni hizi interviews. Yaani hizi interviews huwa kuna baadhi ya watu ambao wanauliza maswali, alafu kuna interview moja alifanywa mke mdogo. So katika kuongea kwake kuna point sijui yule muulizaji aliuliza vipi, alafu si mzoefu wa kujibu, wife mkubwa akaiona. Basi wife mkubwa akakasirika. Hiyo moment naikumbuka. So akasema huyu mtu wako ameongea maneno, mimi sitaki akanyage hapa nyumbani. Na hapo sasa baba aniambia mimi nataka mkaza mwanangu aje hapa ndio kwa baba yake. Hapa ndio kwenu wewe Buja, kwa sababu wife mkubwa yuka kwenye boma la mzee. So akasema mimi huyu mwingine ni aje. Kaambia mzee, hapa kuna mtihani kuja, sio rahisi, kuna huyu na huyu mke mdogo naye ni muoga kuja kwa sababu ajui akija hapa atafanywa nini. Reaction itakuwaje? Yeah. So mimi kana naomba tu Mwenyezi Mungu. Mwenyezi Mungu, mimi lengo langu la kuoa kwanza ni dini, pili nataka niwe mfano kwa hii jamii. Chairman. Kwa sababu kama kuna ndoa ambazo yani jamii imezichukia ni ndoa za mke zaidi ya mmoja. Mwenyezi Mungu, naomba uniwezeshe mimi basi angalau watu waige ule mfano. Najua siwezi lakini basi jalia. Kwa hiyo kwa sababu kwa kukutanisha siwezi, lakini namuomba Mwenyezi Mungu anisaidie. So hiyo siku ikatokea my parents divorced. So kama 1 year ago. No, after kumuoa tu mke, ilikuwa before kumuoa mke wa pili ndio alidivorce. So mama akaenda kwake TV, mzee akabaki pale nyumbani. So mzee akapata mama mwingine, akawa yataka kuoa na harusi ikapangwa. Sasa pale nyumbani pana shughuli, ni ndoa tu lakini familia imealikwa. Sasa ni mke mdogo aje na mke mkubwa awe. Na mke mkubwa yuko hapo tayari. Na baba akamwambia mke mdogo, nataka uje ili jambo letu. So hapo kawa ndipo kuna mtihani. So ile siku ilipofika ya harusi, mke mdogo alipofika pale hakutaka kushuka kwa gari. Ankuja harusini lakini yuko kwenye gari. Mimi nikamwambia shuka. So akawa nketi kule, mke mkubwa yuko kule, yani yuasoma zile rada. Huyo akienda huko mimi nake sitaki zahma. Kwa hiyo yakambali. Basi ile harusi ilivyoisha, ule wakati sasa wa kusafisha. Mke mkubwa akanambia, mbona huyo ankaa juu wenzake washughulika hapa? Ngambia una uhakika watakaaje ashughulike? Naje, kwa kuna shida gani? Kabidi nikamfuata, nikamwambia basi kule wenzako washughulika, na wewe nenda katafute jambo lolote ufanye. Sasa nataka fagio. Nikamwambia fagio mfuate yule mke mkubwa, ukamwambia akupe fagio. Maana yeye ndiye ambaye yajua mafagio yako. Sasa wakati nampatia au maelekezo, mzee akanambia kuna wageni hapo, uwapeleke barabarani, uwapeleke Ukunda, nyumbani Mwabungu, uwapeleke Ukunda na hiyo gari yako. Basi nilivyoambiwa hivyo, mke mdogo akakimbia akaenda kaketi siti ya mbele. Wageni wankuja ni 4, mimi mwenyewe 5, gari ni 5 seater. Kaambia bibi, inabidi usubiri, wacha mimi muwapeleke hawa, mkirudi ndipo tutaondoka pamoja.
So nikamwacha pale, mimi nikaondoka. Basi mimi nilipopeleka wale wageni kurudi, naja naona mke mkubwa anashika glasi 2 za maji, akampa mke mdogo glasi ya maji, yeye mwenyewe akachukua ile nyingine akaketi kando yake akawa yuani. Sijawaacha katika mazingira hayo, lakini nawapata kwa katika hali kama hiyo. Nilishtuka. Wale sikuwapatanisha mimi, Mwenyezi Mungu mwenyewe. Naam. Ninapeleka wageni, mke mdogo ninamwacha yuko juu juu, kwa sababu mimi naondoka hapa sasa, waniacha itakuwaje? Mke mkubwa hapa akija sijui nini. Nikamwambia we tulia, acha mpeleka wageni, narudi. Haiwezi kufanya kitu, siku na watu hapa. Narudi nyumbani, napata mke mkubwa asimama na glasi ya maji, ampatia mke mdogo, nyingine akaketi naye akanywa yeye. Tena wacheka wafurahi. Mashaallah. So yani ilikuwa muujiza tu wa Mwenyezi Mungu mwenyewe alilipanga hivyo. Basi kisa kilikuwaje? Mke mdogo baada ya mimi kuondoka, mke mdogo akawa yuwafagia mahali. Sasa pana uchafu, akataka sabuni apige deki. Sasa ikawa kuna mama yuko nyuma huko, mama vyombo vya harusini, yeye ndio yuaosha. Sasa kumbe yule mama harusini alitaka alipo 2000 lakini alipo 1000, kwa hiyo ankasirika. Sasa mke mdogo akaenda kule kwenda kuomba sabuni, akatukana na yule mama kuosha vyombo mpaka akalia. Yeye ni mgeni pale, hajui yoyote. Na yeye kiumri ni mdogo ule ukweli. So akatukana na yule mama mpaka akaanza kulia. So katika ile harakati ya kulia, mke mkubwa akamuona, akamhurumia. Hiyo ndio sababu ya wao kuongea na kupatana. So it was just like that. Siwezi sema ni ujanja wangu, siwezi sema ni maarifa yangu, lakini dua na mipango ambayo niliiweka na maneno mazuri ya kutoka huku, namwambia huyu hata kama hayapo, lakini naambia mwenzako ankusifu hiki, mwenzako ankupongeza hiki, mwenzako afanya hivi, inajenga yale mapenzi pamoja na kumuomba Mwenyezi Mungu. Naam, bila shaka ni jambo la kutia moyo, ni jambo la kujenga, ni jambo la kufurahisha kuona kwamba wewe mwenyewe pia ukiwa na nia safi na jambo na ukiwa mwazi, Mungu basi hutoa sababu tu ya kufanya yale mambo yafanyeje, mambo yanyooke. Hongera sana Bujra, naweza kusema si kwa wale wanaokufuatilia kwenye mitandao, hata wengine najua wanatamani kukuona ambao wana ndoa zao hazifanyi kazi, angalau waongee na wewe one on one wapate kujua tips. Lakini nina imani baada ya hapa manualie zao zitakuwa zishakamilika, wanaja kutafuta link. Sasa moja kwa moja, kuna watu ambao wako kwenye ndoa, watu wazima ambao wamekuzidi umri na ndoa zao yani hazina amani. Labda wewe ni vitu gani ama ni vigezo gani ambavyo uliviweka kwenye ndoa kuhakikisha kwamba hivi na vifanya ili visifanyeje, yani visitrige kitu chochote kwenye ndoa? Mfano, labda ukienda kwa mke mdogo, mazungumzo yako na mke mkubwa anakuaje? Je, wapiga simu pale na kwanza kumjulia hali? Maanake labda ni saa 2 usiku ama saa 3 mko kitandani, mke mdogo akipiga, je, washika ile simu ama you avoid? Ni vitu gani ambavyo wewe uliamua kwamba mimi sitavifanya kwa amani ya wake wangu wote wawili? Mimi simu ya mke wangu ikipigwa, kama niko na mke mwingine lazima nipokee, kwa sababu huwezi jua ana dharura gani, lakini huwa ni mfupi wa maongezi. Kwa hiyo akinipigia kuna nini, anieleze lile jambo lake na ikatikia hapo. Si muda tena ukatumia huo muda kuongea naye, mmeshindaje, sijui kitu gani, mkeka wapi, mfanya nini, sijui nini, utakuwa wamkera yule mwingine pale. So huwa ni salamu, kama kuna kitu niandike tu ujumbe nitakiona, lakini akipiga simu najua hiyo ni dharura sana, ndio maana amepiga simu, lakini wanamwambia strictly tuma ujumbe. Yeah. So hiyo ndio principle yangu ya kwanza, kwamba nikiwa kwa mwenzako avoid simu nyingi, lakini kama kuna dharura uweze ukapiga, kama si dharura ni text, kwa sababu mimi muda mwingi niko na simu yangu. Mimi ni mtu wa mitandao, so muda mwingi niko TikTok kuangalia comments nini, kujibu message nini, so huwa simu niko nayo karibu. Kwa hiyo kama kuna jambo lolote ambalo wataka kuniambia, niambie kupitia ujumbe. Hiyo ndio misingi yangu ambayo nimeiweka. Sina vitu vingi ambavyo wanavifuatilia, lakini pia mimi nina utaratibu wa kuwasikilizisha darsa za namna ya kuishi kwenye uke wenza. Ziko podcast nyingi sana, yako mawaidha mengi sana ambayo yanaelezea
namna gani mume, namna gani mke ataishi kwenye ndoa ya ukewenza. So mara nyingi huwa naweka hivi vipande kwa ajili ya kuwakumbusha sisi ni binadamu, kuna ibilisi naye, kwa sababu jambo la ndoa ibilisi halipendi. Ibilisi yeye ataka kuona watu wafanya kinyume na Mwenyezi Mungu anavyotaka. Kwa hiyo usione kwamba hizi ndoa misukosuko mingi, ibilisi yuko pale naye atafungua. Kwa hiyo lazima atatrigger huko, atatrigger huko. Kwa hiyo mawaidha wao yanawasaidia kuwakumbusha na kuweka karibu na Mwenyezi Mungu. Kwa hiyo ni principle nyingine ambayo naitumia sana kuwasikilizisha darasa, na mimi mwenyewe pia kuwaambia, sijasoma sana dini lakini huwa nawapatia vipengele vile ambavyo wanavijua kwamba hebu hivi. Alafu jambo lingine, ibada. Nawasisitiza sana kufanya ibada, kwa sababu ibilisi ataangalia upenyo tu wa kuleta fitna, na the moment akileta fitna, mimi mume wenu itakuwa sina amani tena, na mimi nisipokuwa na amani, nyinyi hamtokuwa na furaha katika hii ndoa. So mimi naishi hivi. Kwa hivyo ushauri wako kwa mtu ambaye yuko kwenye ndoa, kwa sababu saa hizi kuna mwanamume ambaye labda ana wanawake wawili, lakini hawa wake hawaonani, hawa wanawake wote wana watoto, kama mama zao hawapatani, ina maana hao watoto wao pia hawapatani. Unamshauri vipi mtu ambaye yani anaweza toka kwake asubuhi, asiende kwa mke mkubwa, asiende kwa mke mdogo, yuko tu kwa sababu ya stress, ili aregeshe tena amani kwenye ndoa yake ambayo ina misukosuko? Watu wanatofautiana kitabia. Mbinu nilizozitumia kwa mke wangu huenda zisiapply kwa mke mwingine ya. Kitu ambacho nitawaambia tu, mjue mke wako huyu ataka nini, mjue mke wako huyu arekebishika vipi, then baada hapo sasa tafuta mtu ambaye atakupatia mwelekeo wa namna gani ya kumwendea. Yaani mimi mtu akija akiniambia mimi mke wangu yuko hivi, naweza nikampatia ushauri ama nikampatia maelekezo kulingana na vile mke wake alivyo. Sasa hii siwezi peana akasema mke wako basi wewe ongea neno zuri huku, mwambie limetoka huku. Kuna mwingine ukimwambia hivyo ndio yaudhika, usinitajie huyo mtu wako. Unaona? So mbinu ambayo imeapply kwangu, I'm sure haiwezi apply kwa kila mmoja. Ni kila mmoja ajue character ya mke wake, ajue mapungufu ya mke wake, ajue strength za mke wake, na hizo ndio unaweza zitumia. Mimi siamini kama kuna mwanamke ambaye yani yeye ni wa vita moja kwa moja. Vita mara nyingi wanawake ni waelewa, wanawake ili jambo. Mimi naongea na wanawake wengi sana, kwa sababu mimi ni mtu wa mitandao, so wanawake wengi unifuata. Na uwezi kuamini, yani wanawake wengi hili jambo yani wanalichukulia tu la kawaida, kwamba mimi kuolelewa si tatizo. Lakini sasa ukiangalia tatizo linakuja kwa wanaume. The moment wanaume watasimama, ile aya iliposema rijalu kawamuna ala nisaa, sisi wanaume ndio wa kuwaongoza wanawake, basi wewe kama ni mwanamume kisawasawa uweze shindwa kuongoza wake zako vizuri na wakawa wanaelewana. Wasiwe ile wanaelewana basi sijui kupiga story pamoja, kupiga picha pamoja, hilo linaweza usiliachieve. Lakini ukawa wewe una amani kwamba ukienda huku amani inapatikana na ukija huku amani inapatikana. Naam. Yeah. Aya, wewe ni mtu wa mitandao, maisha yako kwenye mitandao, una manage vipi life yako ya mitandao na ya wake zako, especially tukijua kwamba mke wako mmoja ni makeup artist, most of the time yuko kwenye mitandao? How do you manage that? Ni challenge kubwa, ni challenge kwangu, kwa sababu mimi yani social media imekuwa ndo maisha yangu, kipato changu, kila kitu, yani nguo, sijui, yani kila kitu cha maisha yangu ni kwenye mitandao. So huwa sometimes wanashindwa, lakini babangu namshukuru, huwa mara nyingi anawaambia kwamba huyu Bujra msimuone hivi, hata kabla hawawe nyinyi, yeye ni mtu wa simu hivyo. Kwa hiyo mimi ni mwanangu namjua, na waomba mvumilie katika hilo, na ndio mkate wake watoka kwenye hiyo mitandao. Huwa sometimes wanafikiria kwamba huyu ongea na kina Aisha, kina Manga huko, kina nani wanaongea nao. Lakini okay, mimi sikatai kwamba kwa sababu mimi ni mwanamume, kuna nataka niko kwa mitandao, kuna mwanamke aweza kukuona vile unavyoishi vizuri, na waibie siri wanaume.
mwanaume ukitaka kupendwa na wanawake, basi mpende vizuri mke wako. Mwanamume ukitaka kupendwa na wanawake, basi mpende vizuri mke wako. Yaani mwanamke ana ile kwamba mwenzangu yafanywa vile na mimi nikiolewa na Bujra nitafanywa vile. Hiyo ndiyo siri. So mimi nasumbuliwa sana kulingana na vile ambavyo naishi vizuri na wake zako. Request nyingi sana. Kila mtu yataka we mke wa 3 na 4. Mimi natakuwa 4. Ushaona wengi tu. So ndio maana nikasema hili swala la ukiwenza wanawake hawana tatizo nalo. Tatizo liko kwetu sisi waoaji. Tukinyoka hivi basi wanawake watakuwaelewa. Mashallah, producer wetu pia anafurahi pale, manake asema hawa wanawake hawa watoka wapi? Sasa Bujra, nafikiri tukianza interview yetu umetuambia kwamba bado una nia ya kuongeza wake wawili ufike 4 kama vile alivyoishi Mtume. Sasa tutarajie lini? Kwa sababu unajua sisi tumeumbwa na matarajio. Yaani kama vile nikiangalia content yako moja nasema kesho utapata nyingine. Huyu mke wa 3 anakuja lini? Ana vigezo gani? Labda pia kuna mmoja wetu hapa amekata tamaa, anatamani pia yeye hiyo stara. Akisikia vile vigezo labda anavyo, si atatuma tu pale tufanye harusi. Kwani shida iko wapi? Mimi sijapanga ni kwamba eti na muda huu nataka kuoa, muda huu hivi na hivi, no. Inakuja tu automatic. Kwa sababu mimi kama ni mke wangu wa kwanza, kama ni kuoa ningeoa muda mrefu sana, lakini nilisumbuka sana. Ilikuwa muda wa Mungu bado. Alafu mke wa pili kulikuwa na options zingine kama 3 hapo nyuma, ambazo ilikuwa ni sijui kama miaka 2 baada ya kuoa, I think mwaka wa 4 baada ya kuoa mke wangu wa kwanza, lakini na hizo options zote zilifeli, ikaja ikapatikana hii. Kwa hiyo siwezi sema sasa kwamba nina malengo ya kuoa muda fulani hivi na hivi hivi na hivi, no. Ni jambo tu lenyewe litakuja automatic, na pia sasa hivi kuna mambo ambayo ni focus nao ya msingi. Kwa hiyo sasa akili yangu nimeiweka sana kwenye kujiestablish. Na nikija nikioa ni kwa ajili ya stara. Sasa Mungu anipe huo uwezo ni wastiri, kwa sababu sasa hii wanawake ni wengi. Wanawake wamejazana kwenye ulimwengu. Ukiangalia si wanaume kwanza tuzaliwa kidogo. Hata ukienda hospitali, nenda hapa Makadara, nenda kule kwa maternity, uliza kwa siku watoto wa kiume wazaliwa ngapi, kwa siku watoto wa kike wazaliwa ngapi. Utapata wa kike wamezidi ile namba. Ukienda kwenye mochwari, nenda mochwari pale uangalie wanaokufa, utapata maiti wengi ni wanaume, maiti wa kike ni kidogo. Ala. Hizo nenda tu ukafanya utafiti wako. Yaani ni kama unasema wanaume wana masaibu mengi sana. Mengi. Ukisikia mtu anjirusha kwenye gorofa amejiua, percentage kubwa 90% ni wanaume. Nilitembelea prison ule kwetu Migingo. Kule kuna prison ya wanawake na prison ya wanaume. Prison ya wanawake nilienda nikapata wanawake 3 peke yake. Hao ndio ambao wamefungwa. Prison ya wanaume nikapata wanaume wako 600. Kwa hiyo idadi inakwambia kwamba wanaume tuko kidogo. Kwanza kufa tunakufa haraka, kuzaliwa tunazaliwa kidogo. Hapa maisha ya tabu, sijui kufungwa, mtu afungwa maisha, wengi ni wanaume. Wanawake bado hapo. So hii inaonyesha kwamba sasa hivi ile Mwenyezi Mungu aliposema uweni mke zaidi ya mmoja, alikuwa yuwajua kwamba huko mbeleni mambo yatakuwa hivi. Kwa hiyo Mwenyezi Mungu halalishi jambo isipokuwa na sababu. Sasa hivi wanawake wamekuwa single mothers ambao wanakaa bila wanaume ni wengi. Na huyu single mother ambaye hana kazi na ana watoto, labda amefiliwa, mume wake amekufa, ama mume wake amfungwa maisha, yuko Migingo amfungwa maisha, na ana watoto 4 na hana kazi, atafanya nini? Ndio pale Mwenyezi Mungu akasema oweni mke zaidi ya mmoja, ili yale majukumu ya yule mama wewe unayavaa. Lakini sasa hivi wanaume kubeba majukumu hakuna. Mtu akiona hivyo single mother yataka mtumie, amwache hivyo azidi. So ikitokea mimi naoa kwa sababu hiyo.
Naam, labda sasa tunaenda kumalizia. Bujra ameweza kutueleza mke wa tatu hana mpango wa kuja hivi karibuni, ana focus na kazi zake. Dadangu Mwanamanga, nafikiri umesikia. Kwa sababu umekuwa mfano mwema kwenye jamii, umekuwa mfano mwema kwenye ndoa za ya mke zaidi wa mmoja. Labda katika zile production zako, shai kufikiria kufanya program ambayo utakuwa una target tu polygamous marriage kwa nia ya kuhamasisha, na pia ushaifikiria labda kufanya kitu chochote ambacho utakuwa unasaidia waume, now that you've discovered wanaume mara nyingi wanakuwa affected na mambo ya life, wao ndio wanafungwa, wao ndio wanakufa. Wewe kama producer, wewe kama mtu ambaye ume manage talents nyingi hapa kwetu Pwani, kuna kitu chochote ambacho ushafikiria kufanyia especially hii sekta ya polygamy? Mimi nadhani michezo yangu mingi sana, kama mashabiki watafikiana na mimi, michezo yangu mingi huwa imejikita kwenye misingi hiyo ya mke zaidi ya mmoja. I think my first episodes ambazo kwa nafanya Madikodiko na Sofiron ni mke mdogo, Madikodiko ni mke mkubwa. Then ikaja hii version ya juzi ambayo ilikuwa ni Madikodiko na Nuru Somali, nao pia ilikuwa ni version ya Ukewenza. So na ni topic ambayo watu wanaipenda. Mimi nikifanya topic za Ukewenza zinaenda viral sana. So hii kumaanisha yani jamii ili jambo wanalitaka, lakini wanakosa ile mahali kwa kupata elimu. Yeah, so mimi naweza sema katika content mpaka watu niita mzee wake wawili. Leo nakwambia tushakutawaza, wewe ndio chair. Kwa hiyo chair wa tuko Matna. na association yetu inaitwa Kenya Association of Muslims for Polygamy. Kenya Association of Muslim for Polygamy. Naam. Na hapo ndani wao mnaongea hizo changamoto, jinsi ya tunaongea, tukiona kitu labda ni video na mafunzo tunaweka pale, watu wanajifunza. Okay. Waka wale ambao wana mke mmoja tunawa add hapo ili kuhamasisha waongeze wake, kwa sababu wanawake ni wengi. We utanifanya sasa tuende kwenye WhatsApp group tuangalie zile za ume zetu, muko humo mwenye hiyo association. Anyway, asante sana Bujra kwa kufika siku ya leo, ila ombi langu mimi kama mimi nafikiri litakuwa moja. Hizi manual ambazo umezipeana kwenye ile michezo yako, naomba hizi manual ziact. Yani watu wale actors wako waambie wape hizi manual, kwa sababu wale unajua hawako kwenye hizo ndoa, kwa hivyo hawajui. Uambie tu kabisa kwamba unafaa kumtayarisha mtu, yani uanze yani ile scene kuanzia umenaoa mke unamtayarisha, ili watu wasifurahikie tu wewe labda mke pale wamegombana unasuluhisha, lakini wajue kwamba mtu anafaa kuanzia from the initial stage huko wakati unataka kuoa sasa hivyo, kwa sababu wengi mtu unashtukizia unaambiwa mumeo basi alioa na wiki ile watu wanakufa na pressure, ama unakuja kushtukizia mtoto wako na mtoto wa yule mke mwenza wamekwenda shule moja, mbona ninapata mtoto ana jina la baba. Kitu kama hicho kinaleta mshtuo, na hicho wanawake si ati wanalikataa, lakini hicho huwa kinatia hasira, inakuwa watu hawana imani tena na zile ndoa, na zinakuwa yani na mitindo mibaya tu. Kwa hivyo kumalizia, labda Bujra ama kama Mwanamanga una swali lolote? Mimi ni kumpa hongera. Naam. Bujra, hongera, kazi unayoipitia si ndogo. Waswahili wasema si ya kitoto. Na kwa watazamaji wetu wamejifunza mengi kupitia haya tulioyaongelea, na imani pale palipokoseka katika jamii kuna watu watarekebisha kutokana na hili tuliloligusia leo. Kwa hiyo Mungu awazidishie imani na maisha mema wewe na Wekezo. Tutategemea kuwaona mkifa na kuzikana kama dini ilivyosema, na haya mafunzo yawe kwa wingi. Kuna swala moja ambalo mmeniuliza kwa tuja kuja kwenye kamera, naona mmelisahau. Naam. Changamoto ambazo nimezipitia baada ya kuongeza mke kwenye jamii. Yes. Kwa sababu jamii inabeba role kubwa sana kujenga ndoa ya mke zaidi, hata ndoa ya mke mmoja na mume mmoja. Jamii ina play part kubwa sana kwenye kujenga ile ndoa ama kuibomoa. Mimi nilipooa mke wa pili, maneno alianza kuja upande wa mke wangu mkubwa, kuambiwa kwamba sijui hazai, ndio maana nimeoa mke mwingine. Yakaja ashindwa na mume. Jamii lazima ijue kitu kimoja, ina mchango mkubwa kwenye kujenga hizi ndoa,
kwa sababu jamii inajengwa na ndoa. Baba na mama wakioana, wakipata watoto, hiyo ndio familia hii, hiyo ni jamii imejengeka. So haikuwa rahisi. So mke mkubwa alipitia changamoto hizo, kwamba watu wanamsema ameolelewa kwa sababu amefeli. Hicho kitu cha kwanza. So kama jamii tujue kwamba mtu akiolelewa si kwamba amefeli. Jambo la pili, ameolelewa kwa sababu hazai. It can be a reason, lakini for me haikuwa ni sababu, kwa sababu ni mke wa pili na bado hajazaa. Mtoto yotoka kwa Mungu. Mtoto kutoka kwa Mungu. Mke wa pili naye alipitia changamoto zake. Alitukanwa, aliongelewa vibaya kwamba huyu amekuja kuharibu ndoa ya mwenzake. So naye pia alipitia kipindi kigumu sana. Alitukanwa mitandaoni, aliongelewa vibaya, kashfa, vitu vingi sana. So ikafikia mahali yani mpaka yeye atamani kuniambia naomba talaka mimi nitoke kwenye. Alikuja kanambia kuna kipindi ilifikia mimi kidogo kwambie naomba tu talaka nirudi kwetu. So mke anayekuja pia tusimuone kama ni adui kwenye ndoa. Jamii ina play part kubwa sana. Kwa sababu ingekuwa sahihi na mke mmoja, kwa sababu ya jamii wamemtusi mke mdogo ama wamemwongelea vibaya mke mkubwa, ameondoka, wamemtusi mke mdogo, ameondoka. So sisi kama jamii pia tuna part ya kuplay kuhakikisha kwamba hizi ndoa zinastawi vizuri. Either iwe ndoa ya mke mmoja ama ya wake wawili, ya wake watatu, ya wake wanne. Kwa hiyo jamii inataka kuelimishwa haswa jamii yetu. Naam. Yeah. Kumalizia basi, tushaongea mambo mengi. Kauli yako utamwambia nini yule mtazamaji wetu ambaye anakutazama? Yule mtazamaji yuko kwenye ndoa, labda yeye na mumewe. Mtazamaji yule ana mkewe mmoja. Mtazamaji yule labda yuko tayari kwenye madhara. Mtazamaji yule hajaingia kwenye ndoa kabisa. So nataka upeane general advice to all, kila mmoja ambaye anakutazama kuhusiana na polygamy. Advice yangu nimeiongea huko mwanzo nikasema na nairudia hapa. Kabla hujafanya jambo lolote, lisome hilo jambo, lijue hilo jambo, kwa sababu kuendea jambo bila ya elimu ndio tunaharibu. Ukipewa gari hujasomea kuiendesha, utaiharibu. Ukipigia kwenye ndoa kama hujasomea ama hujajua ndoa ni nini, basi utaharibu. Ukiingia kwenye ndoa ukijua mimi nimeolewa kwenye ndoa ya ukewenza, mimi nimeoa, nina mke zaidi ya mmoja, nafaa niishi vipi na wake zangu, nafaa niishi vipi na mume wangu na mke mwenzangu, basi kutakuwa hakuna tatizo. Narudia pale pale, cha msingi tujue namna ya kuishi kwenye hizi ndoa kabla hatujaziendea. Asante sana. Basi mtazamaji wetu, umemsikia Bujra, CEO Jimbo Media, amekuja hapa akalichanganua swala la ukewenza. Nina imani mimi, mwenzangu Mwanamanga, na wewe unayetutazama umeweza kufaidika. Kama ulikuwa na elimu yoyote ama shida yoyote ama maneno yote mabaya kuhusiana na ukewenza, basi umepata ufunuo kama vile ndugu zetu wanavyosema. Kwa hivyo usikose kututazama, subscribe, nenda Sema Box, nenda Kijembe House, nenda kwa Bujra, tutazame, na bila shaka wacha comment yako ili tuweze kujirekebisha, tujifunze na tuishi vyema kwenye ndoa zetu. Mimi naitwa Tatu Amani na mwenzangu, hadi wakati mwingine, asante sana kwa kuwa nasi. Mwenzangu anaitwa Mwanamanga Babu na mwenzetu anaitwa Bujra. Kwa heri.